amenyongwa na amepigwa na chuma kwenye kichwa mara 6. Itakuwa lini kitu kakua kuisha? Mimi nimekasirika. Ulikuwa usiku wa utulivu na amani ndani ya mtaa wa Kawasukari hadi pale kilio cha Beryl Ouma kilipovunja utulivu wa alfajiri. Usiku huo Beryl, mke mchanga mwenye ndoto kubwa maishani, alijaribu kupiga kelele za msaada, lakini msaada haukufika kwa wakati. Kati ya saa 10 na dakika 54 alfajiri hadi saa 11 dakika 30 alfajiri, Beryl inasemekana alipiga simu kwa baba yake, mama yake na kaka yake, lakini hakufaulu. Baadaye rekodi za simu ndizo zingekuwa ushahidi wake wa mwisho, ishara za mwisho za mwanamke aliyenaswa ndani ya nyumba yake na ndani ya ndoa yake. Baada ya muda mfupi, simu ya baba yake iliwaka, lakini alipopokea sio Beryl aliyekuwa anazungumza, ilikuwa ni mume wake Laiku Osuri. Nikapiga namba ya msichana yangu, ikachukuliwa na ile msichana. Mimi nasikia anauliza, nani hiyo anapiga simu? Anamwambia ni baba ya Beryl ndiye anapiga simu. Umueleze Beryl iko na daktari. That's what he told me. Beryl iko na daktari. Na kakata. Akanipigia simu tena baba yake. Tuko hapo kwa hospitali Neema, daktari anaangalia nini? Beryl vile walikosana. Na nyuma yake sauti ya Beryl ilisikika kwa mbali na kwa udhaifu. Beryl alikuwa binti, dada, rafiki na mwanamke aliyekuwa na tabasamu tele. Alikulia katika familia yenye umoja iliyojaa imani na elimu tele. Wazazi wake wanamkumbuka kama msichana aliyependa kuuliza kwa nini katika kila jambo. Alipenda muziki, alimba katika kwaya ya kanisa, alijitolea kwa vijana na aliota maisha ya utulivu na upendo. Akiwa miaka ya 20 alipata kazi mjini. Maisha yalikuwa rahisi na wakati mwingine magumu, lakini yalikuwa yake. Hapo ndipo alipokutana na Laiku Osuri, mwenye haiba, mwenye elimu, mpole kuzungumza na mwanaume alionekana kuwa na mwelekeo. Marafiki zake Beryl Ouma wanasema Laiku Osuri alikuwa mtu wa maua ghafla, mipango mikubwa na ahadi za milele. Kama hadithi nyingi za mapenzi yao, ilianza kwa kicheko na ikaishia kwa kilio. Mwanzoni Laiku Osuri alionekana kumjali Beryl Ouma, mpaka kule kujali kukageuka kuwa udhibiti. Alianza kumuuliza alikotoka, alikokuwa na kwa nini amefika kuchelewa. Kwa rafiki zake dalili zilikuwa wazi, kwa Beryl yalikuwa mapenzi yaliyokosewa kueleweka. Kwa wazazi wake alionekana sawa, aliwapigia simu kila Jumapili, lakini nyuma tabasamu lake kulikuwa na uvumilivu wa kimya, ule unaowatesa wanawake wengi kwa jina la kuokoa ndoa. Walifunga ndoa katika sherehe ya kawaida, lakini yenye furaha na ahadi za milele, ahadi ambazo hazikudumu hata miaka michache. Ndani ya nyumba yao msuguano ulianza kukua, mabishano yakawa ya kawaida na majirani wakaanza kusikia mambo ambayo hayakufanana na upendo. Majirani wanakumbuka milio ya usiku na sauti za mabishano, lakini waliamini ni mambo ya kawaida ya bwana na bibi. Mpaka usiku ule mambo yalipoenda shagala bagala. Rekodi za polisi baadaye zingethibitisha kuwa kulikuwa na visa vya nyuma vya vurugu za nyumbani. Vingine havikuripotiwa, vingine vilimalizwa kifamilia. Kama ilivyo kwa visa vingi vya unyanyasaji, sauti ya Beryl ilibaki imefichwa nyuma ya pazia la ndoa inayofanya kazi. Alipogundua kuwa ni mjamzito, alimwambia mama yake kwamba hiyo ingeleta amani, lakini hilo lilikuwa mwanzo wa mwisho wake. Februari mwaka 2018 simu zikaanza, kilio kikafuata, na kilichotokea kwa saa chache kingetikisa Kenya nzima na hata kufichua gharama ya kimya katika manyanyaso ya nyumbani. Mtaani Kahawa Sukari, mtaa tulivu,
wenye ndege wa asubuhi na wanandoa wanaonekana kumwagilia bustani kabla ya kazi. Lakini nyuma ya lango moja, usiku wa tarehe 21 Februari mwaka 2019, amani iligeuka kuwa dhoruba. Ndani ya nyumba ya Beryl na mume wake Laiko Osuri kilitokea kilichomaliza maisha ya mwanamke mwenye ndoto kubwa maishani. Beryl na Laiko Osuri walikuwa wamekaa ndoani miezi 18 tu. Ndoa yao ilifanyika tarehe 15 Oktoba mwaka 2017 katika kanisa la SDA la Chuo Kikuu cha Kenyatta, sherehe iliyojaa furaha na tumaini. Lakini hata kabla ya siku hiyo kulikuwa na mashaka. Kaka yake Beryl kwa jina la Mark alimwambia alihisi kitu hakikuwa sawa kuhusu Laiko Osuri, lakini hakuchunguza zaidi. Baada ya harusi, Laiko alisafiri hadi Doha kufanya kazi kwa miezi kadhaa. Aliporejea mwaka 2018, kila kitu kilibadilika. Majirani na ndugu walihisi utofauti mkubwa. Mabishano yalianza kuwa kama chakula chao cha kila siku. Usiku wa tarehe 21, majirani walisikia kilio kuanzia saa 8 usiku hadi saa 11 alfajiri. John, ambaye alikuwa jirani yao, alisema walijaribu kuvunja mlango kwa hofu ya usalama wa Beryl, lakini alipowaita alitokea dirishani na kusema kila kitu kiko sawa. Dakika chache baadaye, kimya kilitanda. Kati ya saa 10 na dakika 54 na saa 11 dakika 30 alfajiri, Beryl alipiga simu kwa familia yake mara kwa mara kwa hofu akitafuta msaada, lakini simu yake ya mwisho haikujibiwa. Ilipofika saa 1 asubuhi, mwili wake ulipelekwa hospitali ya Neema huko Kawasukari. Faili lake liliandikwa kuwa aliletwa akiwa ameshafariki. Zile saa 2 za mwisho kati ya simu yake ya mwisho na kufikishwa hospitalini zilibaki kuwa kitendawili kizito. Kilichotokea ndani ya nyumba hicho ndicho kingeanzisha mapambano ya haki nchini Kenya. Walioshuhudia walisema walimsikia mwanamke akilia kwa uchungu mkubwa huku akipigwa, lakini hakuna aliyesaidia. Walirudi ndani ya nyumba zao. Baada ya muda mfupi ndipo kimya kilipotanda. Kisha yakaja madai mazito kwamba mauaji huenda litokea mbele ya watu wa familia. Kesi hii haikuwa tu ya wanandoa, ilikuwa jaribio la ukweli na haki. Baadaye jambo jingine lilitokea. Familia ilidai kuwa kuna mtu aliyejaribu kuhamisha mwili wake kimya kimya kutoka hospitali kwenda mochari isiyojulikana ili kuficha ushahidi. Walipofuatiliwa walizuia na wakahakikisha mwili ulihamishwa hadi Chiromo kwa uchunguzi. Polisi walichunguza nyumba ya Beryl, lakini hakukuwa na kuvunjwa kwa mlango wala hakukuwa na uporaji wowote, ila kulikuwa na dalili za ugomvi mkali. Laiko Osuri alikamatwa na kushtakiwa kwa mauaji chini ya kifungu cha 203. Katika maelezo yake alikiri kumpiga kwa mkanda, lakini akakana kumuua. Lakini mwili wa binadamu katika kifo huwa haudanganyi. Uchunguzi wa mwili uliofanywa na madaktari watatu, akiwemo Daktari Peter Ndegwa, ulitoa ukweli uliofichwa. Sababu ya kifo ilikuwa kukosa hewa kwa sababu ya kunyongwa kwa makusudi. Shingo yake ilikuwa na alama nzito ya kubanwa, mikono na mabega alama za kujitetea, kichwa chake majeraha ya kupigwa mara 6 kwa kitu kizito, lakini majeraha hayo hayakumuua. Kilichomuua ni kitu kilichozungushwa shingoni mwake na kubanwa kwa dakika 4 hadi 6 hadi pumzi ikakatika. Hiyo ilithibitisha kuwa haikuwa ajali na wala si kugombana kwa kawaida. Ni tendo liliodumu, lenye nguvu na lenye kusudi. Hapa familia ilivunjika moyo, kwani ripoti ilibadilisha kesi kutoka kifo cha ghafla hadi mauaji. Mwanga sasa ukamwangukia kikamilifu mume wake Laiko Osuri. Polisi walipata mkanda mweusi uliodhaniwa kutumika. Laiko Osuri alikiri waligombana, akampiga, lakini hakukusudia kumuua. Lakini mwili wake ulihadithia hadithi nyingine ya ukatili uliodumu. Kwa familia haikuwa tu uhalifu, ilikuwa usaliti wa mume na wa mfumo uliokaribia kumbeba muuaji.
Wazazi wake walisema hadharani kwamba kulikuwa na juhudi za kuficha ukweli. Mama yake akaapa hatochoka hadi haki ipatikane. Na katika ukimya wa mochari, mwili wa Beryl uliendelea kuongea, ukisemea wanawake wengi waliokufa kwa kudhulumiwa. Beryl Ouma, msichana mchanga mwenye ndoto nyingi, alikufa mahali alipotakiwa kuwa salama zaidi, ambapo ilikuwa ni nyumbani kwake. Mwanaume aliyempenda akawa ndoto yake mbaya. Kwa sasa miaka imepita, hakuna hukumu yoyote, hakuna kufungwa wala hakuna haki. Ni kesi baridi katika jiji lenye joto. Kama wazungu wasemavyo, justice delayed is justice denied. Lakini Kenya, wakati mwingine haki haipotei bali inafichwa.